watu hawana ajira. Unajua Ndio. Kwa mfano kama sisi ni wasomi lakini tumeamua kufanya nini? Kujitafutia riziki ndogo ndogo katika maisha yasizubae pasipo kutumia nguvu yoyote. Yes. No, nguvu inatumika kwa sababu kama unatoka zako hapa unakwenda Uyole, unafahamiana na mwenye nyumba, unashika eneo au unauza, lakini mwisho wa siku lazima kuna percent ambayo inabidi uipate. Ile ni kazi. Sasa mimi nafikiri kwa hoja yako uliyoitoa ni kwamba viongozi lazima tufuate maamuzi ya viongozi. Ndio. Wakishazungumza hata wangesema leo hii kwamba mteja dalali asichukue hela ya yule mteja wake. Ndio. Mimi ningekubaliana na hilo swala kwa sababu tayari ni viongozi wameamua. Na lazima tutii mamlaka. Kwa hiyo wewe kwa upande wako ulikubaliana na ile kauli? Moja kwa moja tunakubaliana, lakini tunakuwa tuna maoni. Ndio. Mimi naamini viongozi wetu ni wasikivu sana. Sasa kwa mfano ungepata nafasi ya kukutana naye baada ile kauli pale bado ya moto kidogo, wewe ungezungumza naye kwenye lipi? Ungetoa maoni gani? Ningekuwa nina ombi kidogo. Ombi lako? Ombi langu kubwa ni kwamba hizi ni riziki watu wanatafuta. Ndio. Na ni kipato kidogo kwa sababu sasa hizi udalali kila sehemu upo. Ukienda kwa seremala ni dalali. Ndio. Ukienda kwa mwingine, kuna wengine wamefungua maduka wanauza duka lakini ni dalali. Ndio. Akikuja akija mtu akaulizia nataka nyumba sehemu fulani anampeleka. Sasa waangalie namna ya kutusaidia kwa sababu kusaidia kwetu ni kwamba tunatafuta riziki ndogo ndogo lakini pia tunazingatia muda na kazi. Umeona? Sasa mteja amekuja kwa mfano anataka nyumba au anataka chumba. Unapompeleka kwa mwenye nyumba hawezi kukubali kukupa yeye hela yake yeye wewe dalali. Ni ngumu sana. Changamoto hiyo ni ngumu sana. Na mtaleta vita zingine ambazo hazina maana. Ndio. Kwa sababu yule mteja umeshamchukua tayari kama ni mteja wako. Sawa, unampeleka sehemu lazima akupe percent. Sawa. Na inakuja ugumu kama tukiwaambia wateja wakatafute wao wenyewe, wakazunguke wenyewe nyumba kwa nyumba kujitafutia vyumba, itawasumbua sana kwa sababu mtu amefika zake labda kwa mfano ametaka let's say mtoka Dar es Salaam, kafika Mbeya. Haelewi Mbeya pakoje, hajui chochote. Sasa unamwambia leo hii kwamba aenda akajitafutie chumba yeye mwenyewe ni ngumu. Lazima mtafute dalali. Bwana, napata wapi hoteli sehemu ya kulala? Napata wapi sehemu ya kusema nitafikia siku ya leo? Na vitu kama hivyo. Lakini mimi nafikiri nadhani waliangalia kwa mara ya pili. Wakae viongozi wetu. Na mimi naamini ni wasikivu sana viongozi wetu. Na ni waelewa sana. Sawa. Na mpaka wameongea hivyo ni kwamba kuna vitu wameviona. Ndio. Lakini naomba wajaribu kuangalia hata upande wa pili. Na kwenye hili swala ambalo linalalamikiwa na baadhi ya watu ya kuwa nyinyi pia ndo chachu ya kuongeza bei za vyumba. Ili mnalijibu vipi? Kabla sijahamia kwa mheshimiwa hapo kwa upande wake. Moja kwa moja nakubaliana nalo. Nasema siwezi kukubali moja kwa moja sababu tumetofautiana. Mimi kama Beni Masauti of course kwenye kazi zangu zimenyooka sana. Ndio. Sijawahi kupinda kumwambia mtu kwamba mwenye nyumba ongeza bei ili umkomeshe mteja kwa sababu unayemkomesha ni mteja wako mwenyewe pia. Ndio. Na kuna siku atakulaumu yeye mwenyewe. Kwa hiyo ili mtu apate faida zaidi, nyumba ni shilingi 200,000 lakini anaamua kufanya shilingi 500,000. Sasa nyinyi mnaona kama shilingi 30,000 kwako haikutoshi? Tunaona, lakini sasa mwisho wa siku inakupelekea sasa unamuumiza yule mteja. Lazima uangalie mara mbili. Sasa ngoja tunaenda kulipa bili afu tunarudi. Asante.